Waifahamu historia ya Papa Francisco ambaye hivi sasa makanisa Katoliki duniani yote yanaomboleza kifo chake, kwamba apumzike kwa amani kwa kazi kubwa na ya imani aliyoifanya katika dunia hii. Papa Francisco alizaliwa mnamo tarehe 17 Disemba mwaka 1936 katika mji wa Argentina, mahali pa Buenos Aires. Papa Francisco alikuwa na baba mzaliwa wa Italia aliyejulikana kwa jina la Mario Jose Bergoglio na mama Regina Maria Silvori ambaye alizaliwa Argentina mwenye asili ya Italia. Maisha binafsi kabla ya kanisa. Papa Francisco alikulia katika familia ya kawaida ya Kikatoliki ya kihamiaji. Alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 5 katika familia hiyo. Alisoma kemia na akafanya kazi kama fundi katika maabara kabla ya kuamua kujiunga na seminari. Katika ujana wake alifanyiwa upasuaji na kuondolewa sehemu moja ya mapafu kutokana na ugonjwa wa maambukizi. Akiwa kijana alipenda soka na dansi na alikuwa mtu wa kawaida kabisa kabla ya kuitikia wito wa kipadri. Safari ya kiroho na kazi ya kipadri. Papa Francisco mnamo mwaka 1958 aliingia katika shirika la Jesuit, kwa jina lingine ni Mwajesu, ambalo ni shirika la Kikatoliki linalojulikana kwa nidhamu na elimu ya hali ya juu. Alisoma falsafa ya teolojia na akapandishwa mwaka 1969 hukumu ya kanisa. Mnamo mwaka 1973 hadi mwaka 1979 aliteuliwa kuwa mkuu wa shirika la Wajesu au Jesuit nchini Argentina akiwa na umri wa miaka 36, na mnamo mwaka 1980 hadi mwaka 1986 alihudumu kama mwalimu wa teolojia na mkuu wa seminari. Lakini ilipofika mwaka 1992 aliwekwa wafu kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires, na mnamo mwaka 1998 akawa askofu mkuu wa Buenos Aires. Ilipofika 2001 aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Yohane Paulo wa pili. Na katika wadhifa huu aliishi maisha ya unyenyekevu, akiepuka magari ya kifahari, akiishi katika nyumba ya kawaida, na mara nyingi alisafiri kwa usafiri wa umma. Baada ya majukumu hayo ya unyenyekevu na mtu wa busara sana katika ulimwengu huu, ilipofika tarehe 13 Machi 2013 alichaguliwa kuwa papa. Alichukua jina la Francisco au Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asizi, anayejulikana kwa maisha ya unyenyekevu, upendo kwa maskini na utunzaji wa mazingira. Yeye ni papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, lakini pia ni papa wa kwanza kutoka shirika la Wajesu, lakini pia bado ni papa wa kwanza kuchukua jina Francis. Maisha kama papa, kwani Papa Francis amejulikana kwa kusisitiza huruma, haki za wahamiaji na usawa wa kijamii. Kemea ufisadi, ukosefu wa maadili ndani ya kanisa na tabaka kati la maskini na matajiri. Kuwahimiza waumini kurudi kwenye maisha ya unyenyekevu na huduma, kupigia debe utunzaji wa mazingira na mengine mengi. Licha ya yote, hivi sasa ni masikitiko kusema kwamba Baba Mtakatifu Francisco alifariki dunia siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili 2025 saa 1:35 asubuhi, ikiwa ni saa za Kivatikani. Papa Francisco amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Casa Santa Marita, Vatican City. Nella luce della beatitudine eterna, nuova in Cristo, nello Spirito Santo. Nostrum
Kwa mujibu wa cheti cha kifo kilichotolewa na daktari wa Vatican, Profesa Andreu Arcangeli, Baba Mtakatifu Francisco alifariki kutokana na kiharusi cha ubongo kilichosababishwa kushindwa kwa moyo. Alikuwa ameanguka katika koma kabla ya kufariki. Hivi sasa, ikiwa mazishi na maandalizi yanaendelea, mwili wake utahamishiwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuanzia Jumatano tarehe 23 Aprili kwa ajili ya waumini kutoa heshima zao za mwisho. Misa ya mazishi itafanyika siku ya Jumamosi tarehe 26 Aprili 2025 saa 4 kamili asubuhi, ikiwa ni saa za Kivatikani, katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Kwa mujibu wa wosia wake wa mwaka 2022, Baba Mtakatifu Francisco alitaka azikwe katika kanisa la Santa Maria Maggiore Roma baada ya crypt ya mapapa. Ikumbukwe kuwa Baba Mtakatifu Francisco alizaliwa kama George Mario Bergoglio. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, wa kwanza kutoka shirika la Wajesu na wa kwanza kuchukua jina Francisco. Alijulikana kwa unyenyekevu wake, kujali maskini na msimamo wake wa mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Alisisitiza haki za kijamii, za kibinadamu, utunzaji wa mazingira na usawa wa kijinsia. Hatua zinazofuata hivi sasa baada ya kifo cha Papa Francisco, kanisa Katoliki linaingia katika kipindi cha sede vacante, ikiwa ina maana ya kiti cha papa kuwa wazi. Kardinali Kevin Farrell Kamalengo wa kanisa la Roma anasimamia shughuli za mpito hadi papa mpya atakapochaguliwa kupitia mkutano wa makardinali, yani conclave, unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro dell'essere umano, di leggere il messaggio. Nella luce della beatitudine eterna, nuova in Cristo, nello Spirito Santo. Nostrum quotidianum da nobis hodie